marurume, maya ne marurume. Maya no marurume, mairathimo mbure hakuhi. Reke ngunyite ogeni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njata Kimiti wa Gitau. Umuthi ndiri muthe thiini wa kaunti ya Meru. Andu a Meru mugeni. Yes, goko ni kuodi muthenya wa umuthi. Na ndi handu he gwitwo Timau, handu twita Kisima Farm. Umuthi tukite guku ni undu wa guthoma maundu ngurani tondu umuthi kwina kionanio kia urimi. Niho tuga ni arimi mokite gukorwo magithoma. Makanyitanira hamwe na anyiti itemi aria makoo mateithiriirie thiini wa urimi. Na riria warikia kuigua Timau, ni wakimenya ni indo ngurani iria cikorwo cigikurio mwena uyu ta kindu tugwita canola, haria tukorwo tukiruta canola oil. Na tuga oguo guku ni tukona nginya uhoro wigie ukuria wa kindu gitagwo ngano na njira nene muno. Guku ri ukona indo ngurani nako karuhuho gako gakihurutana wega tondu kirima kia Mount Kenya gitikiri haraihu kuma nikio ona ndagikira gabura tweheria kabura tuhure heho. Tutietinda cai na karara thiini wa hatukiri. Reke tutonye thiini wa kionanio giki tumenye niki matureheire, niki gitari kwanyu. Andu a Nyandarua, andu a Naikuru, andu a Mai Mahiu, kuria guothe uratwirorera haha hatiri undu ungi. Guku ni maya ne marurume, maya ne marurume. Maya no marurume, mairathimo mbure hakuhi. Na guku igukorwo ikiura guku kondu kai kuhutia mutambo ucio tukorwo turi o nawe kinya cianda wega thaa cia gutigana twaririe maya ne marurume, maya ne marurume. Chapo. Hapa mbona umefanya kazi mzuri? Hapa kazi kuchukua hii. Ai. Hebu kwanza tujue wewe ni nani na ni kazi gani unafanya before hata tujue hii ni muthemba upi. Kwa majina mimi ni Dennis Kimathi. Yes. Nafanya kazi na Baraka Fertilizer. Ni kweli? Yeah, kampuni ya Tautasusho. Yeah, lakini kwanza tujue hii ni type gani ya viazi kwa sababu nadhani hii sijaiweza kuiona. Hii viazi inaitwa Unica. Yes. Ni ya kutoka Kisima Farm. Very certified. This size, tuweze kuachieve this size. Ni nini haswa tunafaa kufanya kama wakulima tuweze kupata this size of viazi? Kitu ya kwanza kuna mbegu. Mbegu lazima ikuwe certified. Kitu ya pili lazima ukue wakati wa kutayarisha mchanga shamba yako. Lazima utumie space mzuri ya 75 kutoka kwa mtaro mpaka ingine. Na uweke mchanga mzuri. Na pia fertilizer utumie fertilizer ya Baraka mifuko 2 kwa eka moja. Hiyo ni ya kupanda na top dressing mifuko ingine 2. Ni kweli? Hapo viazi yako itakuwa namna hii. Lakini kwanza nimesikia umetaja kwamba mchanga yako iwe mzuri, inafaa uende utestiwe mchanga ama unafaa kuwa namna gani? Kuna zile mandini ambazo kwa mchanga haziko. So ukienda upimiwa mchanga yako, utaambiwa mchanga yako iko na acid, uende utumie kama ni lime. Kama mandini haziko, utaambiwa tumia fertilizer fulani ndizo mandini zikuwe introduced kwa mchanga. So hiyo ndio kiini ya soil testing. Hebu tulinganishe hii fertilizer ambayo tunazungumzia siku ya leo na ile ambao watu wanaendelea ya kienyeji ile ya kitamaduni yani. Hii fertilizer iko very specific. Mandini tumetengeneza kama ni viazi iko na fertilizer ya viazi peke yake. Mandini ya viazi pekee ndio imekuwa fertilizer yetu. Kama ni mahindi iko fertilizer ya mahindi. Kama ni mboga iko fertilizer ya mboga. So uzuri ya fertilizer yetu tuko very specific. Na mandini ambayo imewekwa ndani yake ni mandini ambayo kwa mchanga yetu haina. Sisi tuko Kenya mzima. Okay. Tunatengenezea hapa Eldoret hapa kwa tuko na kiwanda hapo. Ndio tunaundia fertilizer yetu. Tuko pande ya Meru Farm Center, Timau tuko hapa kwa Karanja, na Rumoro tuko Moyoko, tuko Eastlands, huko Nyeri tuko Veterant. So hii ni fertilizer ambayo iko widespread na itapatikana kila mahali. Lakini wakati tunataja kwamba hii ni fertilizer ambayo tutaitumia kwa viazi, ni kumaanisha kwamba mkulima akienda kununua fertilizer atanunua fertilizer ya viazi, fertilizer ya mahindi, fertilizer ya mbosho. Kama ni mkulima lazima ukue mjanja. Kwa mifuko yetu tuko na mifuko ya white. Kama ni viazi imeandikwa kwa mfuko imeandikwa Baraka potato planting. Kama ni ya mahindi imeandikwa Baraka cereal planting. Kama ni ya ngano imeandikwa Baraka wheat planting. Unajua kuna wakulima wanapata shinda. Ukienda kwa ndugu unaambia mwenye duka nipatie niko na mboga kiasi nataka nitatumia fertilizer gani. So sisi hiyo shida tunamalizia. Yeye tu ataenda sema nipatie Baraka ambayo imeandikwa Baraka cabbage. Nipatie Baraka ambayo imeandikwa Baraka wheat. So hiyo ndio uzuri yetu. Hebu tueleze ama kuna ile ambao mmesema ni specific ambayo inatumika kwa sorghum farming. Kwa fertilizer yetu kila mmea lazima ikuwe na fertilizer yake.
tuko na fertilizer ambayo inaitwa Baraka Sorghum. Iko planting yake na top dressing yake. Utazuia aje kuchoma mmea yako? Ukienda kupanda viazi yako kama ni mmea yako, lazima fertilizer uchanganya na mchanga. Ndio ile makali ya fertilizer isikuje kuumiza mbegu yako. Ni kweli. Yeah, so ukichanganya na mchanga na kisha uweke maji, mambo ya kuchomeka kwa viazi hiyo itakuwa. Masomo ya leo imekuwa manufaa sana kwa wakulima. Wametembea kutoka Olkalau, wametoka Naivasha, Nakuru. Na ni muhimu sana maana siku hizi kilimo ni biashara. Ukilima shamba yako kama ni eka moja upate viazi mzuri, utajiajiri. Siku hizi kama ni mambo na ajira imepungua. So ukikuja kusoma masomo kama hii utaongezea mazao kwa shamba yako na pia utajiajiri, pesa itakuwa mzuri, utajua mbinu ya kulima, utajua pia vifaa ambavyo unafaa utumie kwa kulima yako ndio mazao ikue mingi. So hiyo mimi naweza himiza wakulima wakisikia masomo iko mahali wajitokeze. Ajira hakuna, wakuje wasome, wajiajiri wenyewe. Sau Kimathi atutariria uhoro wigie kwiyumiria na nigetha ukihote guthoma na uhote kwiyandika wira. Niho ndirauga ni tukuhota kumira meri matatu. Ngwirire guku wira umuthi ni gutigirira ni wahotia guthoma indo ngurani iria tutahota gukorwo tugikurehera muthenya uria wakiuga ni ngwenda kumenya uhoro wigie fertilizer. Na ndio Kimathi ni aranyongerera kindu gigwitwo waru. Asante sana hapa naongezwa viazi. Asante bwana Kimathi. Karibu sana. Na watu waendelee kutembea hapa. Kabisa. Na watu wakitaka kujua Kimathi watampata namna gani, watampata wapi? Kimathi labda niwapatie namba ya simu. Hapo waongeze namba ya simu. Namba ya simu ni wapi? 0710 739 538. Mimi nakaa pande za Narumoru, niko pande za Nyeri. Leo nimekuja pia mimi kusaidia wakulima kuwafunza na kusaidia ndugu zangu huko Meru. Kwa majina naitwa Riddick Mushiri, nafanya kazi na East African Seed. Yes. East African Seed Company tunakuanga na department tatu. Kuna ya madawa, kuna ya mahindi na kuna ya vegetables. Ni kweli. Sasa hapa tuko hapa Kisima Field siku ya leo kufunza wakulima kuhusu mahindi. Tuko na mahindi ya medium altitude na high altitude. Ndio tulikuwa tumeexhibit hapa kama East African Seed. Tunapenda kusimamia kila mkulima wa medium altitude, wa low altitude, wa high altitude. Ndio tuweze kujua, ndio waweze kupata mapato mazuri ya production. Wajua huwezi panda mahindi ya low altitude kwa high altitude. Ni kweli. Ndio sasa hii mkusanyiko ya wakulima kuwafunza inasaidianga sana ndio wapande the correct variety kwa area yenye wako. Mahindi ipi ambayo tunaweza tumia wakati tunatengeneza silage na pia ni zipi ambazo tunaweza sema kwamba zinafanya vizuri sana wakati tunasema mtu anataka kuharvest, za kuuza, za kutengeneza, kuweka kwa gara alafu kisha uze zikiwa mahindi. Sasa kama East Africa Seed tuko na mahindi inaitwa Ondari MH501. Tuko na ingine inaitwa KH543A. Hizo variety na kuna ingine inaitwa KH615A. Kuna variety za medium altitude za silage za fodder ni Ondari MH501 na KH543A. Hizo mahindi ni mzuri sana za silage, ni mzuri sana za kukohora, hiyo mna ya kukohora na kushina ya ile kuchoma ya. Yes. Alafu kwa production pia ni mahindi mzuri sana. Unaweza pata kwa Ondari MH501 production yake per acre yield ni 35 to 45 bags. Wow. Yes, it's a double crops comfortably mbili. Na italingana na feeding yenye utaheka kwa shamba yako, ninaweza tata za 3 na. Tunaangalia kwa ekari moja nitachukua kama kiasi gani ya mahindi ambayo naenda kupanda? Kwa ekari moja ni kiasi ya 8 to 10 kilos ya mahindi. Inahitaji maji mingi sana, lakini inahitaji relatively maji si mingi, lakini ni tuseme mvua, unaona ile mvua mingi hiyo ndio inakuanga mzuri sana juu inachukuanga muda yake ya maturity ni 3.5 to 4.5 months. Though kama kuna ni mahali kuna joto inaweza hata machua halia. Yes. So inaweza enda hata mpaka mwezi wa 4. Mahindi zimeweza kuwa affected sana na fall armyworm. Sisi tunaiita goga. Hebu tuambie vile tunapigana na fall armyworm na tutafanya namna gani? One thing wakulima napendanga wajue. The moment wana plant mahindi, yes, the first thing, hiyo mahindi after germination, ikiwa imeshikwa na fall armyworm, ikiwa haijashikwa na fall armyworm, they should control it to prevent. Our maize variety ina preventing, inakuanga resistant na fall armyworm. So that's another feature yetu. But for any other mkulima, hiyo ndio kitu ya kwanza, kucontrol early stage. The moment you control it at early stage, utasaidika juu itakuwa imefanya any distraction yoyote.